jamani. Basi ni siku nyingine leo, Marisa yuko na Madam Gladys wanacheza zao ule mchezo wao wa kuitwa solo. Ghafla mshikaji Dwayne akawa amekuja na akaanza kumshukuru Marisa. Anaongea na Madam Gladys, anasema kwamba anashukuru kwa kuwa naye, kwa kuhakikisha kwamba yuko sawa mpaka anakuwa fiti kabisa. Madam Gladys akasema, "Oh, huyu ni msichana mzuri sana." Bibi akasema, "Jamani, acheni kuongea kama sipo hapa jamani." So Mwamba akasema kwa ajili ya kushukuru zaidi, leo ataandaa chakula cha usiku mwenyewe. Wakashangaa pale. Nini hiki? Hajawahi tokea. Lakini Mwamba akamwambia, "Nitaandaa mwenyewe wala msio na wasiwasi." Mwamba akatoka pale kwa ajili ya kwenda kufuata mazaga yake. Madam Gladys akamuuliza Marisa, "Kuna kitu umempa na hujaniambia?" Bibi akamwambia, "Madam Gladys, kitu ambacho najua ni kwamba huyu kijana wenu mliyemdekeza akiwa anapika huko jikoni, hakikisha unamsimamia ili kuepusha uchafuzi wa jiko." Madam akamwambia, "Usibadilishe mada." Bibi akasema, "Niko sawa bana, tuendelee." Madam akamwambia, "Pale utakapokuwa tayari kuongea, mimi niko tayari na masikio yangu hapa." Basi utani kama kawaida, wamekuwa karibu sana kama mama na mwanae yani. Muda kidogo Mwamba akawa amerudi na akamwita Marisa. Kuna kazawadi amemletea, ni nguo. Akamwambia, "Nataka uivae baadaye kwenye chakula cha usiku na meme." Anyways, tuone. Kweli bana, baadaye mtoto wa kike akatoka amevaa ile nguo, yani bombastic. Mtoto nguo imemshika vilivyo, yani imegusa kwenye kila kona ya ngozi ya mtoto wa kike. Mashallah. Na hivi ndivyo mtoto mrembo anatakiwa kuwa, na Mwamba ndio ambaye anamjulia. Basi bwana akamkaribisha akae kwenye hiyo dina yao. Bibie bado ameniamini kama Mwamba yeye ndo kaandaa hiyo dina. Yani ni mambo ya kushangaza sana, Mwamba hakuwa hivyo before. Basi ni matabasamu sana tu pale mjini dining, huku Madam Gladys naye anachungulia kuenjoy yako kwa burudani. Si unajua tena jamani, watoto wamekutana tena. Mama mtu mzima anaenjoy kuona hivi kwa sababu Mwamba huko nyuma alikuwa ni Mwamba wa kuchezea sana watoto wa kike. So ikifika situation kama hii, every mama in the world anafurahi sana. Basi Mwamba akawa ameshamvuta kabisa mtoto kihisia, na baada ya dina akamvuta mpaka chumbani. Unadhani nini kita happen hapo? Tusiwambea sana jamani Mwamba akaupeleka mkono mahala pake, yani ukafiti kwenye kiuno cha mtoto wa kike. Mtoto ukalegea, hana cha kuongea, na pale akataka kupata the first kiss kutoka kwa mtoto wa kike, lakini katikati ya tendo bibia akazuia. Kama unavyojua bwana, inashangaza sana. Bibia akaondoka pale, hisia zilikuwa zimempanda sana na kutamani ili litokee kwa ghafla hivi, lakini mtoto atanasa tu. Tuwe wavumilivu, hii ni hatua ya kwanza, tuko karibu kabisa kushinda, au mnasemaje jamani? Basi bibia akiwa anafanya zake usafi hapa, Mwamba akamfuata, lakini bibia akamkwepa. Walisia ni kwamba mtoto wa kike anaona aibu, lakini ndo hivyo anashindwa kusema, sijui ni penzi lake la kwanza hili. Anyways, bibia akaenda ndani kwa aibu. Mwamba akashangaa pale, lakini hana namna, mambo ya fosi bwana, unaambiwa mapenzi hayalazimishwi. Leo asubuhi bibi akaleta chai kwa Mwamba. Mwamba ikabidi amuulize, "Marisa, kwa nini unanikwepa? Haujanipenda mimi?" Bibi akamwambia, "Hapana, lakini issue ni kwamba siwezi kukupa kile ambacho unakitaka." Jamaa akamuuliza, "Una uhakika mimi nataka hicho kitu?" Bibi akamwambia, "Najua, wote tunajua." Bibi anasema hivyo kwa sababu bado ana mashaka, anajua Mwamba labda anataka kumweka kwenye mtego amchezee kama wale wanawake wengine. Lakini Mwamba akamwambia, "Hapana, this time around amependa, na amempenda yeye tu." Baada ya Mwamba kubembeleza sana, bibi akamwambia kwamba hakuwahi kufanya hivyo before, anamaanisha kwamba yeye ni bikra. Mwamba akamwambia, "Umesemaje?" Bibi akasema ni hivyo, akaondoka. I say fursa ningeipata mimi. Aya bana. Leo asubuhi Dwayne kaja moja kwa moja kwa mtoto wa kike jikoni hapa, mara akamshika kiuno, mara akamshika hapa, yani anakwambia michezo hiyo. Mambo yanaanza kunoga sasa, mambo yanaanza kujipa. Mtoto wa kike akawa anakataa, sijui akaonekana hapa ikawa kesi, Leo bibi akiwa amekaa sebleni hapa, anaonekana ni mwenye mawazo sana. Madam Gladys akamfuata na kumuuliza, "Unaonekana una mawazo sana, shida ni nini?"
Bibi akajaribu kukataa pale, lakini Madam Gladys ni mtu mzima, alielewa. Akamwambia, sikia, namjua Dwayne tokea akiwa na miaka 6, na kwa sasa na uhakika wa kukwambia kwamba anakupenda kweli. Unatakiwa usahau kabisa kuhusu hao wanawake ambao walikuwa nao before. Wewe ni besti kuliko wote. Lakini bibi bado ana wasiwasi, anasema kwamba mambo yanaenda haraka sana. Inamfanya anashindwa kumwamini moja kwa moja Dwayne kama amebadilika. Lakini Madam Gladys akamhakikishia kwamba yuko salama kuwa na Dwayne kwa sasa. Ana uhakika mahusiano yao ni bora sana kwa sababu Dwayne amebadilika na anampenda kweli, na yeye anawasapoti 100%. Lakini pia kitu kingine ambacho bibi anakiwazia ni kwamba baba yake hawezi kumkubalia. Lakini Madam Gladys akamwambia, ninamjua baba yako vizuri, tuko pamoja kwa muda mrefu na ninakuhakikishia kwamba atakubali, lazima atakubali. Madam Gladys waga anamwezea sana Mr. Alaba kwa sababu inaonekana wao pia wanakaa karibu fulani hivi, tutaona baadaye, lakini walisia ni huo. Sasa ni siku nyingine tena. Leo Mr. Alaba pamoja na Chief wamesharudi katika safari yao ambayo walienda kwa muda mrefu kidogo, na wamerudi sasa. Jambo la kufurahisha ni kwamba Chief akamkabidhi Alaba funguo na akamwambia, hii ni funguo ya nyumba yako ambayo ina kila kitu, hauna haja ya kwenda kuweka chochote, ni kuhamia tu. Basi Alaba akamshukuru sana Chief, akampigia magoti na akaonesha furaha yake kubwa kwa Chief. Aisee, huyu Chief ana roho nzuri sana yani. Lakini Chief akamwambia kwamba hajafanya hivyo kwa ajili yake, amefanya hivyo kwa ajili ya binti yake, kwa sababu amesaidia maisha ya kijana wake na yuko tayari kufanya zaidi ya hapo kwa ajili ya kuonesha shukrani zake kwake. Mr. Alaba akamwambia anamshukuru sana na Mungu azidi kumbariki. Sasa Alaba ikabidi akiri, akamwambia mzee kwamba kuanzia leo ninavyoongea hivi siwezi kukanyaga mguu wangu kwenye sehemu ya kubeti tena, ninaapa. Chief akamuuliza, Alaba, una uhakika hautoenda kubeti tena? Alaba akakiri, siwezi tena. Una uhakika? Siwezi tena Chief. Basi Chief akamwambia anampa wiki 2 za mapumziko kwa ajili ya kufanya kuhamia kwenye nyumba yake mpya na kuyaweka mambo mengine sawa. Mr. Alaba akamshukuru sana Chief kwa roho yake nzuri na wema wake alomfanyia. Basi leo bibi Marisa akawa amemfuata Dwayne chumbani kwake na kumwambia kwamba vacation imeisha, baba yake amerudi na leo anatakiwa kuondoka. Basi bibi akamwaga pale. Mwamba akatumia nafasi kumshukuru sana Marisa. Anasema hizi siku chache ambazo wamekuwa wote kwa pamoja hapa imekuwa kama ni vacation kwake, na inaumiza sana katika kipindi ambacho walikuwa wameshaanza kujuana vizuri, bibi anaondoka. Mwamba akatumia nafasi kumwambia kwamba amefanya kila kitu kwa ajili yake, amebadilisha tabia yake kwa ajili yake, ameachana na wanawake kwa ajili yake kwa sababu anampenda. Akaeleza hisia zake zote juu ya mtoto wa kike. Ahadi yangu my dear, ukiondoka nitalia kama mishipa ya damu, tembea unitawale my dear, nikilala nikisinzia uwe karibu yangu na siku zote nitakungojea. Mistari mitamu kutoka kwa mamba mmoja hivi anaua sana yani, sitaki kumtaja jina au nimtaje. Mwamba anaitwa Kasam na mistari inatoka kwenye wimbo unaitwa na Messi, bonge moja la ngoma, na ndo linaloendana na hii moment inayotokea hapa, au mnasemaje jamani? Na bibi leo kaamua kufungua moyo kwa Mwamba Dwayne, akamkubalia kuwa girlfriend wake. Basi Mwamba alifurahi sana, furaha isiyo kifani, furaha ambayo haielezeki. Utamwambia nini Mwamba akuelewe kwamba amekubaliwa na mtoto mrembo, mtoto ambaye amekidhi vigezo vya kuitwa mwanamke mrembo. Wakapeana juisi ya miwa, sijui ni juisi ya maparachichi ama juisi ya maembe hiyo, I don't know, wao ndo walijua utamu wa hiyo juisi. Wakakumbatiana kumbatio tamu la mahaba hapo. I say, hizi ndo moment ambazo mimi nazipenda. Kama na wewe unazipenda, shusha komenti yako hapo nijue kama tuko wote au niko peke yangu jamani.